Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi. Safari ya ujauzito inaendelea. Kwa kawaida, mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 6 ni kipindi ambacho kichefuchefu kinapungua. Mama anaanza kujisikia sasa kama mwili wake unarudi vizuri. Anaanza kupata nguvu, anaanza kuwa imara. Ni kipindi cha ajabu sana ambacho hiki kipindi ni kipindi ambacho mama sasa anakuwa upendo wake na mtoto aliyeko tumboni unaongezeka. Lakini unajua katika kipindi hiki pia vyakula muhimu vinahitajika kuvijua mama aweze kutumia nini ili mwili wake na mtoto wake viweze kujengeka vizuri. Hiki ni kipindi ambacho ubongo wa mtoto unakuwa vizuri, mwili wa mtoto kule ndani, mifupa inaimarika, mtoto anaanza kukua sasa na mama anaanza kuhisi kabisa mtoto akiwa anajongea au anamsikia mtoto anacheza tumboni kwake. Ni kipindi ambacho lishe sahihi ni nzuri sana kwa mama mjamzito. Leo tutaenda kuzungumzia vyakula sahihi vya mama mjamzito mwenye mimba yenye umri wa miezi 4 mpaka miezi 6. Hiki ni kipindi cha muhimu sana kwa mama. Hiki ni kipindi ambacho mama anatakiwa awe makini sana pia kwa sababu mtoto anaendelea sasa kukua katika tumbo lake kwa kasi. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanya hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako na kwa ajili ya familia yako. Una uwezo wa kutupigia simu kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Aina ya kwanza ya vyakula katika umri huu wa ujauzito ni vyakula vyenye calcium. Hii inasaidia sana katika ulinzi wa mifupa wa mama na mtoto. Katika kipindi hiki mama anatakiwa ajitahidi sana apate vyakula ambavyo vina calcium. Anatakiwa apate vitu kama maziwa, pia anaweza akapata mtindi, pia huyu mama anatakiwa apate karanga. Hivi ni vitu ambavyo vitamsaidia sana mama kuhakikisha kwamba anajenga mifupa. Huu wakati ni wakati ambao mifupa ya mtoto inakuwa, meno ya mtoto kule kwenye ile mzunguko wa kinywa cha mtoto yanakuwa yanajengeka. Pia ni kipindi ambacho mtoto misuli yake pia inakuwa vizuri. Kwa hiyo mama anapopata vyakula vyenye calcium inamsaidia sana. Mifupa samaki wale, dagaa wale watamsaidia mama kwa sababu itamsaidia kumjenga hata yeye mwenyewe. Mifupa yake inakuwa inaimarika. Mifupa ya mama ikiimarika pia inasaidia kuimarisha mifupa ya mtoto. Kwa sababu kila anachokula mama ndicho hicho anachokula mtoto. Kwa hiyo wakati mwingine kama mama atakosa maziwa fresh, hata maziwa mtindi yanamfaa. Jibini ni nzuri sana pia inamfaa mama. Kwa hiyo hakikisha mama mjamzito unapata vyakula vyenye calcium kwa wingi. Aina ya pili ya vyakula huyu mama mwenye mimba yenye miezi 4 mpaka miezi 6 anatakiwa apate ni vyakula vyenye iron. Hivi vyakula vyenye iron vinamsaidia huyu mama mjamzito na vinasaidia sana kupambana na upungufu wa damu. Mama mjamzito anapopata vyakula vyenye iron vinamsaidia sana kuhakikisha kwamba mtoto kule tumboni atakuwa hapungukiwi damu. Yaani mtoto atakuwa vizuri, atakuwa na damu ya kutosha. Mambo ya anemia katika mwili wa kwake na mtoto yanaondoka kwa sababu anapata hivi vyakula vyenye iron ya kutosha. Vyakula gani sasa anaweza akapata? Anaweza akapata spinach, akapata nyama nyekundu kwa kiasi, akapata kuku, akapata maharage, akapata zabibu kavu. Hivi ni vitu ambavyo vina iron ya kutosha, vitamsaidia sana huyu mama kuhakikisha anapambana sana na upungufu wa damu. Hiki ni kipindi ambacho damu inahitajika kwa wingi sana katika mwili wa mama na kwa mtoto wake. Hivyo ni kuzingatia kabisa kuhakikisha kwamba anavyokula ale vyakula vyenye iron. Hii ni kwa ajili yake na mtoto aliyeko tumboni kwake. Aina ya tatu ya vyakula ambavyo huyu mama anatakiwa apate ni mafuta bora. Haya ni mafuta mazuri ambayo yanasaidia ukuaji wa ubongo wa mtoto. Hiki kipindi ni kipindi ambacho ubongo wa mtoto pia unaendelea kukua. Kwa hiyo mama mjamzito anatakiwa azingatie apate vyakula ambavyo vina mafuta mazuri. Anaweza hivi vyakula basi anapata ni vyakula gani? Apate parachichi, apate karanga. Huyu mama anatakiwa apate samaki wale wazuri ambao wana mafuta. Hayo mafuta yanakuwa pia ni omega 3. Inamsaidia sana huyo mama. Huyu mama anatakiwa aepuke vyakula vile vya fast food.
fast food mara nyingi zinakuwa ni mafuta ambayo yamerudiwa, kwa hiyo ni mafuta ambayo yanakuwa sio mazuri. Mafuta ya mzeituni ni mafuta mazuri sana. Hiki ni kipindi ambacho ubongo wa mtoto, neva za mtoto, misuli ya mtoto inakuwa. Kwa hiyo katika ukuaji wa mtoto, anapopata mafuta mazuri yanaweza kumsaidia sana. Cha kuzingatia na kuepuka ni vyakula ambavyo vina mafuta ambayo sio mazuri. Kama nilivyosema hizo fast food. Unaweza kukuta wakati mwingine anachoka, anaamua tu kuagiza vyakula. Nipe zile vyakula chips nini vimekaangwa haraka haraka kule, hajui vimekaangwaje, kumbe vimetumia mafuta mabaya, inaweza ikaathiri ukuaji wa mtoto. Aina ya 4 ya vyakula ni vyakula vyenye jamii ya nyuzi fiber. Hivi ni vyakula ambavyo vinamsaidia sana huyu mama mjamzito kuondokana na constipation, yani kukosa choo. Vyakula hivi ni muhimu sana kwa mama kwa sababu mara nyingi wajawazito ambao wana umri wa mimba ya miezi 4 mpaka miezi 6, unakuta wakati mwingine wanakumbana na tatizo la kukosa choo. Wanakumbana na tatizo wakati mwingine la kizunguzungu, wanakumbana na tatizo, yani unakuta wakati mwingine tumbo linajaa gesi. Kizunguzungu japo kinakuwa kimepungua kwa mbali, hakipo sana, lakini tumbo linajaa gesi. Wakati mwingine huyu mama unakuta hapati choo. Kwa hiyo akipata vyakula vyenye jamii ya nyuzi ambavyo hivi vinakuwa vina fiber za kutosha, vinamsaidia sana huyu mama kuweza kupata choo chake vizuri. Hivi basi vyakula gani atapata? Anatakiwa apate parachichi, anatakiwa apate spinach, hizi mboga ambazo mboga za majani nyingi zinakuwa, anatakiwa apate matunda yenye jamii ya nyuzi. Unakuta wakati mwingine apate hata maembe, yatamsaidia sana. Huyu mama mjamzito akipata hivi vitu ambavyo vinamsaidia kupata choo vizuri. Nimetaja parachichi kwa sababu parachichi pia inakuwa ina mafuta mazuri, kwa hiyo yatamsaidia pale kwenye kuhakikisha kwamba anapata choo vizuri. Pia huyu mama apate chakula cha mbegu ambazo hazijakobolewa. Kwa mfano unga wa dona, anakula ugali wake mzuri haujakobolewa. Hiyo inamsaidia sana huyu mama kupata choo chake vizuri. Hoja ya 5, vyakula ambavyo huyu mama anatakiwa apate ni maji na vinywaji salama. Katika kipindi hiki mahitaji ya maji huwa yanaongezeka sana. Maji haya yanamsaidia mama katika mzunguko wa damu. Pia yanakuwa yanamsaidia mama kupunguza uvimbe. Mara nyingi wamama wengi unakuta anaanza kuvimba miguu. Kwa hiyo akiwa anatumia maji ya kutosha na vinywaji salama, vinamsaidia kupunguza uvimbe. Na wakati mwingine vinamsaidia mama awe vizuri, asiwe na kizunguzungu cha mara kwa mara. Kwa hiyo huyu mama anatakiwa apate sana haya maji ya kutosha. Apate vinywaji pia ambavyo ni salama. Anaweza akanywa wakati mwingine maji ya yale jamii ya nazi, maji ambayo lakini yanakuwa kwa kiwango kidogo. Apate tikiti maji, apate tufaa, apate vitu ambavyo ni salama vinamsaidia. Asinywe vinywaji ambavyo vina sukari nyingi, vina kafeni, kahawa nyingi. Hivi vitu wakati mwingine kama atakunywa kahawa nyingi inakuwa inamnyima usingizi. Kwa hiyo huyu mama mjamzito anatakiwa apate usingizi wa kutosha. Kama atapata usingizi wa kutosha ni pale pia anapokuwa anakunywa maji ya kutosha, anakuwa pia anapata vinywaji ambavyo ni sahihi. Hiyo inamsaidia katika mzunguko wake wa damu na inamfanya mama apate utulivu wa akili. Kichwa kinakuwa hakigongi mara kwa mara kama anapata maji ya kutosha. Mama mjamzito mpendwa, katika miezi hii tumbo linaanza kuonekana. Uhalisia sasa unaanza kuonekana. Ni kipindi ambacho wewe mama sasa unapata ule upendo halisi. Unakuwa unajijua kasa kwamba mimi ni mama, nimebeba kitu tumboni kwangu. Huu sio wakati wa kujilaumu, wala huu sio wakati wa wewe kutafuta kuwa mkamilifu sana, hapana. Huu ni wakati wa wewe kuhakikisha kwamba unajipenda, unajijali, unajitunza, si kwa ajili yako peke yako, ni kwa ajili hata ya usalama wa kiumbe ambacho umekibeba tumboni. Ni kwa ajili ya usalama wa ndoto yako ambao ulikuwa ukitamani siku zote kwamba na wewe leo uje uwe mama, ambapo sasa tayari unakuja kuwa mama. Mama ambaye anakuja kuwa na kiumbe sahihi kabisa kwenye tumbo lake ambacho utakuja kumzaa mtoto ambaye utampenda katika maisha yako yote. Usijilaumu. Usitafute kuwa kabisa bora au kuwa mkamilifu. Tafuta tu kujipenda, tafuta kuwa mama anayejali kuhakikisha kwamba anapata mtoto wake akiwa salama. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare video hii, wala usiache kulike, wala usiache kusubscribe kwenye video yetu. Subscribe kwenye channel yetu ya Moyo wa Malezi
ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Tukutane tena kwenye video nyingine ambapo tutaongelea mama mjamzito mwenye mimba yenye umri wa miezi 6 mpaka 9 anatakiwa kula nini. Tukutane tena. Mungu akubariki sana na kutakia ujauzito mwema.